Ya habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakuja kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni na kusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizo chini ya tangazo kwa msaada wa ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka makutano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran bila shaka imefikia katika kilele chake katika mji wa Islamabad katika nchi ya Pakistan. Muundo wa kikao tulikuwa tunataraji utakuwa ni kikao cha tunasema ni indirect talks, ni mazungumzo ambayo hawavutani moja kwa moja, maana kila upande utakuwa uko sehemu yake na kisha jumbe zitakuwa zikitoka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Lakini kutokana na idadi kubwa ya wajumbe ambao wamekwenda katika kikao husika, tunashakia kama muundo huo utakuwa ni muundo ambao utakaofaa katika kikao husika. Na hii ni kutokana na mazingira ya mambo mengi ambayo yanatakiwa yadiskasiwe kwa wakati mmoja, mambo ambayo yanahitaji watu ambao ni ma-experts, watu ambao ni wabobezi katika fani tofauti tofauti. Unaweza ukaona katika yale madai mama ya msingi, kwa mfano katika masuala kama ya katika nchi ya Iran, kwa mfano wenyewe wanahitaji, moja katika madai ya msingi ni kwamba vikwazo viweze kuondolewa, vikwazo mama na vikwazo vya ziada vyote viweze kuondolewa katika nchi ya Iran. Discussion ya namna hii maana yake ni discussion ambayo inahitaji zaidi watu ambao ni watumi, ambao ni wabobezi katika masuala ya kiuchumi, ili kuweza kuangalia namna gani unaweza kutengeneza uwiano ambao utakokuwa unakubalika katika pande zote mbili. Lakini katika wakati huo kwa mfano katika nchi kama ya Marekani, moja katika hitajio lao ni kwamba Iran wastopishe nuclear program. Jambo ambalo vile vile ukiangalia muundo wake maana yake linahitaji watu ambao ni wabobezi katika masuala ya sayansi, ya masuala ya nuclear na mfano wake. Kwa unaweza kuona discussion kama hizi mbili ni discussion ambazo haziwezi kukaa mahali pamoja, na ndio maana inaonekana kwamba kuna kamiti au kuna zile kamati nyingi ambazo zimekuja. Kwa mfano unaona kuna mazungumzo yale ya jumla, ile mahitimisho ya jumla, maana yake egemea watu wawili sana. Katika upande wa nchi ya Marekani maana yake mtegemea mtu kama JD Vance ambaye ni makamu wa rais, lakini katika upande wa nchi kama ya Iran maana yake anamtegemea mtu kama Muhammad Baqir Kalibaf ambaye ni spika wa bunge wa nchi ya Iran. Lakini kuna kamati zingine, kwa mfano masuala kama ya siasa, maana yake lazima utahusisha watu kama kina Abbas Abghach na mfano wake. Lakini vile vile kuna masuala yanayohusu masuala ya kisheria, kuna masuala yanayohusu masuala ya kama hivyo uchumi, masuala na mfano wake. Ina maana ni mkusanyiko wa mambo mengi ambayo kwa hakika hawezi kukaliwa mahala pamoja. Kwa hiyo maana tunasema kwamba muundo ule wa kusema kwamba watakaa katika mahala tofauti, bila shaka ni discussion ambayo inaweza kuhusisha makutano ya kamati tofauti kwenye kujadili baadhi ya vipengele muhimu wa kile ambacho kimekuwa kinakusudiwa kwenda kufanywa discussion. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama ni mashaka yetu ya kufikia hitimisho katika kikao hiki, na hasa kwa kuchunga ratiba ya mtu kama JD Vance ambaye ni makamu wa rais wa nchi ya Marekani. Hatuna imani sana kama anaweza akakaa kwa muda mrefu katika nchi ya Pakistan. Hatuna imani sana. Na hili litakapokuwa limekosekana, maana yake matarajio ya nchi ya Marekani inawezekana yakawa ni majibu ya yes na no, kwamba mfanye discussion ya jambo fulani, mkubaliane kwamba linawezekana ama haliwezekani. Jambo ambalo bila shaka litakuwa ni jambo gumu kulingana na utata wa ile discussion yenyewe inayokwenda kufanyika. Na tunaweza tukaona mfano kwa mfano wa kitu kidogo. Kwa mfano ukiangalia katika nchi ya Marekani, moja katika msingi wao mama ni kustopisha nuclear program ya nchi ya Iran. Lakini ukiangalia katika upande wa nchi ya Iran, wao wanaona kwamba hawawezi kustopisha program ya nuclear. Na hii ni madai ya muda mrefu ya nchi ya Iran. Sasa uwezekano ambao ulikuwa ukizungumzwa siku za nyuma ilikuwa ni kushusha uwezo wa urutubishaji wa nyuklia kutoka katika kiwango, kwa mfano kile ambacho walishafikia kuzalisha kama 60%, downgrade, kukishusha kile mpaka kifikie kwenye 20%. Sasa sehemu kama hii 20% maana yake ni very technical, ni kitu ambacho ni cha kitaalamu. Kwa nini ni 20%?
Ni 20% kwa sababu 20% ndio msingi wa kati baina ya urutubishaji wa juu wa nuclear na wa uranium na urutubishaji wa chini. Maana yake yote anayerutubisha chini ya 20% anazingatiwa kwamba huyu urutubishaji wake ni kwa ajili ya zile huduma za kijamii. Lakini yote ambayo anarutubisha juu ya 20%, maana yake ni anazingatiwa kwamba huyu anaelekea kwenye kufanya program kubwa za nuclear, ikiwemo kutengeneza silaha za nuclear. Kwa hiyo maana kukaa katika mstari wa kati kwa kati, maana yake ni kubalance baina ya kuelekea chini na kuelekea juu, vile vile kwa kuzingatia kwamba 90% ya kazi ya urutubishaji wa nuclear, hata mtu anayetengeneza silaha, huwa inafanyika kuanzia kwenye 0% mpaka kwenye 20%. Sasa discussion ya namna hii iko very technical. Yani ni discussion ya kitaalamu ambayo lazima itahusisha watu ambao ni wanasayansi wa masuala ya nuclear, kwa kutoa baadhi ya ushauri wa technical issues na mfano wake. Na discussion ya namna hii maana ni discussion ambayo hatutaraji kwamba itakuwa ni discussion ya yes na no. Maana itakuwa ni discussion ya muda mrefu, lakini vile vile ukizingatia kwamba katika nchi kama ya Iran matumizi ya nuclear ni jambo kubwa. Ni jambo kubwa sana, kwa sababu program zao za kilimo zinategemea zaidi program ya nuclear, kwa kuzingatia kwamba wamefikia katika level ya juu ya urutubishaji wa nuclear kiasi ambacho wana uwezo wa kuvua baadhi ya vimelea vya program ya vitu vya ile program ya nuclear, especially katika uranium, na kutumia katika masuala ya kilimo ili kutengeneza madawa ambayo yanapambana na vijidudu vile vya maradhi ya mazao na mfano wake. Kwa hiyo maana unapowaambia wastopisha program ya nuclear moja kwa moja, maana yake ni kwamba unaandaa mazingira ya wao kuingia katika shida kubwa katika upande wa chakula katika nchi ya Iran, kwa sababu nuclear program wao wanaitumia katika masuala ya kilimo. Ukiachilia mbali katika masuala tu ya madawa, kuna mitambo mingi ya masuala ya hospitali inahusisha matumizi ya nuclear program na mfano wake. Ukiachilia mbali uzalishaji wa umeme, kwa mfano katika center kama ya Bushehr ambayo actually mara nyingi huwa inasimamiwa na Warusi, ni center ambayo inahusika katika masuala ya uzalishaji wa umeme. Kwa hiyo unapowaambia wastopisha moja kwa moja, maana yake ni kwamba umekusudia kuleta tatizo kubwa katika upande wa nishati, katika upande wa kilimo na mfano wake. Sasa discussion za namna hii maana yake ni discussion ambayo tunataraji zitakuwa ni discussion za muda mrefu, ambazo zinaweza zikahitaji watu wawepo kwa muda mrefu, kitu ambacho kwa mtu kama J.D. Vance maana yake ni jambo ambalo linaweza likatupa shaka. Lakini ukiangalia, tumesema kwamba kuna kamiti nyingi au kuna zile kamati nyingi ambazo bila shaka itabidi zifanye kazi kwa pamoja na ili waweze kufikia katika malengo ya jumla, kwa kuzingatia vile vile utofauti wa matakwa kutoka katika pande zote mbili. Kwa mfano ukiangalia katika issue kama mlango bahari wa Hormuz, na issue ya mlango bahari wa Hormuz ndio tunasema ni center for gravity, yani ndio msingi hasa wa Marekani kuhitaji hii discussion au kutakiwa kufanyika hii discussion, kwa sababu unazungumzia mlango bahari wa Hormuz, maana yake ndio kitovu cha uwepo wa nchi ya Marekani katika eneo la Arabian Peninsula, na katika mazingira namna hiyo, au katika eneo la Ghuba, na katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Marekani kutaka discussion ya jambo la mlango bahari wa Hormuz vile vile ni kuchunga maslahi ya wale jamaa zake au allies wake katika eneo la Mashariki ya Kati, maana nchi kama za Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait na mfano wake. Maana yake unapozungumzia swala la mlango bahari wa Hormuz ndio uhai wa uchumi wa nchi zile za Gulf, kwa sababu kama ni chakula kingi kinapita katika mlango bahari wa Hormuz, kama ni swala la nishati kwa kiwango kikubwa wanasafirisha kupitia mlango bahari wa Hormuz. Kwa ina maana isho mlango bahari wa Hormuz kwanza ni kulinda maslahi ya jamaa wa karibu wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini jambo lingine vile vile kwa uhai wa Marekani wenyewe kuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini wanategemea mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu base zake zote ambazo ziko katika eneo la Mashariki ya Kati ili ziweze kuoperate vizuri lazima vile vile uwe na mlango bahari wa Hormuz. Kwa mfano base mama hasa ni tunazungumzia base ya 50th Fleet Base, ile base ya maji ya wanamaji, jeshi la wanamaji la nchi ya Marekani, ambayo inapatikana katika nchi ya Bahrain, na hauwezi kupita isipokuwa kama upita katika mlango bahari wa Hormuz. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini vile vile kuna coordination kubwa na nchi zingine kama za Kuwait kupitia katika upande wa maji, ina maana lazima upite katika mlango bahari wa Hormuz. Ukiachilia mbali pia katika nchi kama za Qatar
ambao walikuwa na ile base yao au na ile base yao ya Al-Hodeid base ambayo ndio base kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, ni kuelekea mpaka katika maeneo ya katikati ya bara la Asia. Manake ni base mama ambayo pia ipo katika range ya maeneo ya ile sehemu ya Ghuba ya Uajemi, manake katika eneo lile la bahari. Kwa maana kuna coordination nyingi kwa kiwango kikubwa inaweza ikaharibika inapokuwa Marekani hawajui kile kinachoendelea katika mlango bahari wa Hormuz, kwa jamaa zao wa eneo la Mashariki ya Kati pale, lakini vile vile na kwa wao wenyewe, ili waweze kuoperate vizuri katika eneo la Mashariki ya Kati, ni lazima wawe na access ya kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Ukiachilia mbali katika upande kama wa masuala ya kiuchumi, kwamba Marekani kuepuka katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake ilikuwa ni kulinda vile vile maslahi ya kiuchumi ya jamaa wale ambao wanashirikiana naye katika eneo la Mashariki ya Kati, hizo nchi ambazo nimezitaja. Na hizo nchi survival yake kama tulivyosema, maana yake inategemea zaidi mlango bahari wa Hormuz. Sasa itakapokuwa mlango bahari wa Hormuz uko chini ya usimamizi wa nchi ya Iran, Iran anamruhusu anayemtaka kupita na anamzuia anayemtaka kupita, Marekani uwepo wake katika eneo la Mashariki ya Kati maana yake utakuwa huna maana ya namna yoyote. Kwa hiyo ina maana center haya mazungumzo yote hasa jicho lipo katika mlango bahari wa Hormuz. Haya mengine yote yanaweza yakafanyika yakajadiliwa na vitu kama hivyo. Sasa hitimisho la mlango bahari wa Hormuz maana yake itakapokuwa kama halijapatikana kwa urahisi au kwa haraka, tunashakia kama JD Vance anaweza kuwa na muda wa kutosha wa kuendelea kubaki katika mji wa Pakistan ili ku make sure kwamba wanakubaliana katika kila kitu, kwa sababu ukiangalia zile hoja zote za msingi ambazo zinazungumzwa katika pande zote mbili ni hoja ambazo zinatofautiana na ni hoja ambazo wakati mwingine zinaweza kuhitaji discussion ya muda mrefu. Katika nchi ya Marekani, moja katika hoja zao za msingi ni kutaka nuclear program iweze kustop, wakati nchi ya Iran wenyewe wanasema hatuwezi kustopisha program ya nuclear. Lakini katika hoja yao ya msingi ni kuhakikisha kwamba Iran hawaendelei kutoa support katika jamaa zake wa eneo la Mashariki ya Kati, wale allies. Maana yake unazungumzia kundi kama la Houthi, Kataib Hezbollah au kundi la Hezbollah, jambo ambalo Iran wao wanaona kwamba hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Lakini vile vile katika hitajio la nchi ya Marekani ni hili la mlango bahari wa Hormuz uachwe wazi, kuruhusu movement kufanyika pale katika mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo Iran wanaona kwamba linaweza likafanyika, lakini kwa kuzingatia mazingira ya kwamba waweze kulipwa kwa kila mtu anayepita pale. Pamoja na kwamba vile vile inaonekana kwamba nchi ya Iran wamekwenda mbali zaidi katika jambo hilo la mlango bahari wa Hormuz, kiasi ambacho cha kuweka condition ambayo ni katika sehemu ya masharti haya ambayo wameyasema kwamba wanahitaji mali zao ambazo zimeshikwa na nchi mbalimbali ziwezwe kuachwa. Lakini hilo vile wameliweka kama ni sharti lao kupita katika mlango bahari wa Hormuz kwa hivi sasa, kwamba nchi yoyote ambayo imezuia mali za nchi ya Iran haiwezi kupita katika mlango bahari wa Hormuz mpaka iachie zile sehemu za mali ambazo walikuwa wamezishika. Sasa makutano ya madai haya katika pande mbili, maana katika kikao tunahitaji mali zetu ziachwe, lakini vivyo katika mlango bahari wa Hormuz wamekuwa wakilazimishia kwamba mtu anataka kupita katika mlango bahari wa Hormuz inabidi vile kama ameshika mali za Iran ziweze kuachwa. Maana yake ni kwamba kupitia katika kikao wanahitaji jambo hili liwe fomo, liwe rasmi, kwamba mali za nchi ya Iran ziweze kuachwa katika nchi zote ambazo wamezishikilia mali zao. Lakini kupitia katika mlango bahari wa Hormuz maana yake hili ni technique ya kutumia ile fursa waliokuwa nayo kulazimishia kile wanachokitaka kiweze kutekelezwa. Kwa maana yake jambo linakuwa limekaa katika muundo wa namna hiyo. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama ni matakwa ya mwanzo ambayo Iran wenyewe walikuwa wamezungumza ya kutaka kwamba mali zao hizo ziweze kuachwa. Lakini jambo lingine ni kwamba upande wa Lebanon vita isiweze kuendelea, jambo ambalo tulizungumza siku ya jana. Inawezekana ikawa ni jambo gumu kwa sababu uhai wa serikali iliyoko sasa hivi katika nchi ya Israel maana yake inategemea zaidi kuendelea kwa migogoro ili yenyewe iweze kusurvive. Kwa mfano unaposema kwamba Israel waache kabisa kushambulia kusini mwa Lebanon, maana yake hili tu linatoa fursa katika nchi ya Israel kufanyika movement nyingine za kisiasa ambazo zinaweza zikahatarisha nafasi ya mtu kama waziri mkuu Netanyahu, jambo ambalo bila shaka yeye Netanyahu kulikubali itakuwa ni jambo gumu. Na ndio maana inaonekana mpaka sasa hivi
pamekuwa kuna juhudi zinafanyika kutoka katika nchi ya Pakistan kujaribu kuishawishi nchi ya Iran discussion iendelee kufanyika, wakati hizo process za kuzuia mgogoro unaoendelea kusini mwa Lebanon iweze kustopishwa. Lakini jambo lingine ambalo linaonekana kwamba Israel wamejaribu kufanya kama ni technique ya kuweza kufanya majadiliano yaendelee, lakini wao waendelee na movement yao kusini mwa Lebanon ni katika siku ya jana takriban usiku, inaonekana ndio kwa mara ya kwanza kwa hivi siku za karibuni imefanyika mawasiliano baina ya nchi ya Israel pamoja na serikali ya Lebanon, na hili maana yake lilitokana na kitu kilichozungumza cha Waziri Mkuu Netanyahu kuruhusu baadhi ya kamati ambazo zinahusika na masuala ya usuluhishi wa migogoro ambayo inazunguka katika mipaka ya nchi ya Israel kuwasiliana na upande wa pili, maana yake upande wa nchi ya Lebanon. Sasa muundo huu manake technically ni kwamba unalinda vitu kama viwili au vitatu. Jambo la kwanza, lengo lake ni kuonyesha kwamba kuna mazungumzo rasmi ambayo yameanza kuzungumzwa na nchi ya Israel ikihusisha na nchi ya Lebanon bila kuhusisha kundi la Hizbullah, kwa sababu maana yake ni kwamba Israel wao protocol hawataki kuzungumza na Hizbullah. Kwa hiyo maana kile kinachoonekana ni kwamba wanajaribu kuonyesha kuna mazingira rasmi au kuna mazungumzo rasmi ambayo yanaendelea baina ya Israel na nchi ya Lebanon ili kuruhusu discussion iweze kuendelea, mazungumzo ambayo moja kwa moja hayaihusishi kundi la Hizbullah, ili mnapokuja kufanya discussion ikizalishwa hoja ya namna hiyo, maana yake iwe ni kwamba Israel wameshaanza kufanya process ya kidiplomasia kuweza kuzungumza na nchi ya Lebanon, hata kama haijahusisha kundi la Hizbullah. Ikiwa yeye hitajio leo ni kwamba mgogoro wa kusini mwa Lebanon uweze kustop, hatuwezi kuzungumza na Hizbullah, tunaweza kuzungumza na serikali ya Lebanon. Kwa hiyo maana mazungumzo ya namna hiyo yanaweza katengenezwa ili huku discussion iweze kuendelea hata kama halitakuwa ina mfumo ndio kwa moja katika upande wa kundi la Hizbullah. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, katika kile ambacho tunakiona katika muundo wa namna hiyo wa nchi ya Israel ni kwamba wanachojaribu kukifanya ni kuendelea kumaintain ile hatua ambayo wamefikia katika upande wa kusini mwa Lebanon, kwa sababu ya kuzingatia kwamba mazingira ambayo wanajaribu kuyatengeneza ni ya kutengeneza mazingira ya ushirika wa pamoja baina ya serikali ya Lebanon na wao ili kuweza kupambana na kundi la Hizbullah. Na hii inatokana na baada ya kupita muda mrefu kwa serikali ya Lebanon kuambiwa iweze kufanya disarmament, iweze kuondoa uwezo wa kijeshi wa kundi la Hizbullah, jambo ambalo bila shaka limeshindikana mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kuna mazingira namna hiyo ambayo inaonekana Israel wamejaribu kuyatengeneza ili kuweza kubalance equation ya hii discussion ambayo inaendelea kusini mwa Lebanon, kwamba isiweze kuharibika au isiweze kuvunjika, lakini wakati huo wao Israel waendelee kumaintain ile movement ya ngomba kwa kifanya katika upande wa kusini mwa Lebanon, jambo ambalo bila shaka likichunguzwa pia kwa umakini linaweza likahatarisha sehemu ya mazungumzo ambayo yanaendelea kusini mwa Lebanon, kwa sababu yanaendelea katika nchi ya Pakistan, kwa sababu msingi wa nchi ya Iran moja kwa moja ni kutaka kwamba mashambulizi yaweze kustop kusini mwa Lebanon, na sio swala la Israel kuzungumza na Lebanon au vipi, lakini ni swala la kwamba mashambulizi yaweze kustop kusini mwa Lebanon, jambo ambalo kwa upande wa Israel wao inawezekana wakaona kwamba tukistopisha mashambulizi yetu kusini mwa Lebanon, maana yake ni kuipa unafuu mkubwa kundi la Hizbullah kuweza kujipanga zaidi na kuweza kuendelea kusoma mienendo ya jeshi letu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumekuwa tukipata shaka ni namna gani linaweza likakubalika katika upande wa utendaji, sio katika upande wa mazungumzo. Katika upande wa mazungumzo hizi wanaweza wakasema kwamba tutastopisha kulingana na mazungumzo tumefanya na serikali ya Lebanon, lakini katika upande wa pili tunapokuja katika utendaji wa moja kwa moja tunapata shaka kama hilo linaweza likafanikiwa katika upande wa ile midani ya kivita, kwamba Israel waweze kustopisha mashambulizi katika upande wa kusini mwa Lebanon, kwa sababu ni jambo ambalo lina athari sio tu katika upande wa jeshi, katika upande wa ile midani ya vita, lakini vile vile hata katika upande wa ile structure ya kisiasa au muundo wa kisiasa wa nchi ya Israel, kwa kuzingatia kwamba bila kuingia katika mgogoro, maana katiba ya nchi ya Israel inaruhusu kuhitajika kufanyika kwa vitu kama uchaguzi ambao haijafanyika kwa muda mrefu, kwa sababu ya kuonekana kwamba nchi iko katika mazingira ya vita, na kuzingatia kwamba katiba ya nchi ya Israel hairuhusu uchaguzi kuweza kufanyika katika kipindi ambacho kuna mazingira ya vita. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba discussion inaonekana kwamba
elewa katika nchi ya Pakistan, na tunataraji kwamba baada ya muda kadhaa inawezekana tukaanza kupata uelekeo wa baadhi ya mambo ambayo aidha watakaokuwa labda wamekubaliana na yale mengine ambayo yanaonekana kwamba yanawezekana yakawa pending, kwa kuzingatia kwamba discussion ya migogoro kama hii wakati mwingine huwa haziishi kwa wakati mmoja. Ndio maana moja katika hitajio la nchi ya Marekani vile vile kwa hivi sasa inaonekana ni kusogeza zaidi muda, ikiwezekana iweze kufikia mwezi mzima, yani ile ceasefire iweze kuchukua mwezi mzima, jambo ambalo linawezekana likawa lina maslahi kwa dunia, kwa maana kwamba bei za mafuta zikaendelea kushuka kwa kiwango fulani, hata kama itakuwa haijaruhusiwa watu sana kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini ni jambo ambalo kwa upande wa nchi ya Iran inawezekana wakaendelea kulichukua kwa umakini mkubwa, kwa sababu ya kutaka kujua kwamba lengo la kutaka muda uzidi kuongezwa hasa ni kwa lengo la maslahi ya kijeshi, kwamba Marekani izidi kujipanga ili waweze kufanya tena retaliation, waweze kufanya tena movement nyingine, au lengo lake ni kwa ajili ya kutoa nafasi za diplomasia au ile fursa za mijadala ya kidiplomasia iweze kuendelea katika sehemu ya mgogoro huu. Na ili kwa kawaida huwa ni jambo la kawaida kwamba kinachotafutwa cha kwanza ni ile hatua ya kwanza ya kwamba ipatikane mazingira ya discussion ya kidiplomasia, na inapokuwa imeanza ni kawaida ya ule muda kuweza kuendelea kuongezwa ili kuweza kutoa fursa zaidi ya diplomasia iweze kuchukua nafasi badala ya kufanya yale mapigano ya moja kwa moja. Kwa kiujumla ni kwamba discussion bila shaka itakuwa inaendelea kwa hivi sasa, na tunataraji kwamba huenda katika muda mchache ujao tukaanza kupata alama muhimu ya kile ambacho kitakuwa kimeamuliwa kupitia kikao hiki cha leo hii kinachoendelea katika nchi ya Pakistan. Kwa bila shaka bado tuna muda kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tutakuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe muendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau subscribe, ku like, share pamoja na ku comment. Uwe na muda mwema.